Kuna lugha 5 za upendo kwenye mahusiano na ndoa. Lugha ya kwanza ni maneno ya uthibitisho ambayo tunaita ni words of affirmation. Ya pili ni gifts. Receiving gifts, kupokea zawadi. Ya tatu ni quality time, ule muda wa kutosha ama muda wa uhakika kwa mwenza wako. Ya nne ni ile acts of service, yale matendo ya huduma. Na ya tano ni ile tunaita ni physical touch, mguso wa kimwili. Haya ni lugha, ni maneno matano ama lugha 5 za upendo kwenye mahusiano, tunaita ni 5 love languages. Kwa hivyo kama mwanandoa ni lazima uhakikishe kwamba hizi lugha 5 za upendo zinapatikana kwenye ndoa yako. Leo nitazungumzia lugha moja ya kwanza, then hizo nyingine nitakuwa nazielezea kadri ya siku na siku. Lugha ya kwanza ni maneno ya uthibitisho, words of affirmation. Kwenye words of affirmation tunachokiangalia hapo ni kwamba ni ile kumthibitisha mwenza wako, kwamba kama ni mwanandoa ambaye uko kwenye mahusiano na huyu mwenzako, unamthibitisha namna gani? Ni mara ngapi unamwambia maneno ya kumthibitisha kwamba yeye ni yeye na yeye ni wa kwako? Okay? Kwa mfano neno la kuthibitisha ni kama sifa, kutoa sifa kwa mwenzako, kumsifia, kumshukuru, na mengine labda kama maneno mengine mazuri. Kwenye kumsifia, utamsifia kwenye umbo lake, aina ya umbo lake, mwonekano wake wa kimwili, mavazi yake, chakula, tendo la ndoa. Msifie kwenye hayo mambo manne, inatosha kujenga ndoa yako. Kwenye mavazi, ni mara ngapi wewe kama baba ama kama mama kwenye haya mahusiano, ni mara ngapi mama akivaa nguo yake, ukimwangalia unamwambia mama, hii nguo imekutoa perfect, umependeza sana mke wangu. Mavazi. Baba akivaa nguo yake, baada ya kumaliza kuvaa, umwambie baba, hiyo nguo yako umependeza, imekutoa vizuri sana. Umemwafahamu, umemthibitisha kwamba sio tu nguo, lakini yeye amependeza. Kingine ni kwenye umbo. Tunaelewa kabisa kwamba mnapokutana, si miaka mliokutana mara ya kwanza, kadri mnavyoendelea kuishi pamoja, kuna mabadiliko ya kimwili yanatokea. Mfano, mwanamke akijifungua, baada ya kujifungua mtoto wa kwanza, wa pili, mwili unabadilika, hata kuwa tena kasichana kadogo kama ulivyomuona. Wengine wananenepa, especially hapa kwa wanawake. Wanawake wengi hawapendi kuambiwa umenenepa. Anaona kama umemtusi, umemshusha, kwa sababu anataka kuendelea kuonekana kasichana. Kwa hivyo kama mwanaume ni lazima utafute namna ya kumwambia kwamba apungue. Kwa hivyo unaweza kumwambia mke wangu, huo mwili wako ni mzuri, umenenepa, umependeza. Sasa mke wangu, ungefanya mazoezi kidogo, huo mwili ukakakamaa na huo unene wako ungependeza zaidi. Ataenda kufanya mazoezi ili akakamae, lakini namna hiyo inampunguza mwili, anaweza akarudi pale unapotaka. Kwa unamwafahamu, lakini unamjengea confidence, unamjengea tena ujasiri, ndoa yenu inaendelea kushamiri. Kwenye chakula kwa mfano, baada ya mama kupika chakula, unakula chakula, unamwambia mama, chakula cha leo ni kitamu sana. Kama kina kasoro, unamwambia mama, chakula cha leo ni kitamu, sijakula chakula kitamu kama hichi. Lakini mama, hapa ungeongeza chumvi kidogo ama ungepunguza chumvi kidogo, ningekula dishi nzima. Mama anajua kumbe chakula ni kitamu, lakini kesho nipunguze chumvi kidogo ndo ale zaidi.
Kwa hivyo tayari umemwafamu, umemthibitisha kwamba yeye ni mpishi bora. Kwa namna hiyo, kesho ataongeza ufanisi kwenye kupika ili umsifie tena. Binadamu tunapenda sifa, atapika vizuri zaidi umsifie tena. Kwa namna hiyo umejenga ndoa yako kwenye tendo la ndoa. Kwenye tendo la ndoa ni mara ngapi mama unamwambia mzee leo umefanya vizuri, mzee unamwambia mama leo perfect. Ukimaliza tendo la ndoa, mwambie mzee, kama kuna siku ambayo umenitendea haki, kuna siku ambayo umefanya vizuri ni leo, hata kama hajafanya vizuri. Ukimwambia hivyo, unamwongezea confidence, unamwongezea ujasiri. Akitoka kesho hata anarudi jioni, atarudi amejipanga vizuri, atarudi na ule ujasiri, atarudi na ile confidence. Atasema kama jana nilifanya kidogo namna ile, lakini akasema nimefanya vizuri, sasa leo nataka nifanye mara mbili yake ili anisifie tena. Kwa hivyo yeye atakuja kama kuongeza vionjo pale pa jana, wewe ndio unavyoridhika. Kwa hivyo yale maneno ya kusema kwamba mume wangu aniridhishi hayatakuwepo, kwa sababu kila siku anaongeza ufanisi ili umsifie. Kingine ni maneno ya shukurani. Kwenye maneno ya shukurani, baada ya tendo, baada ya chakula, baada ya kuletewa kitu, unamwambia asante, nashukuru sana, unanijali sana, unamshukuru. Inamwongezea pia confidence, inaongeza upendo. Ukiangalia kwenye haya maneno yote mazuri, ni maneno ambayo yanamfanya mwenza akukumbuke. Akitembea barabarani, hata kama ni mwanamke akimwambia mzee, umependeza sana na hiyo suti yako, kinachokuja kwenye akili yake sio huyo aliyemwambia barabarani. Anakumbuka maneno kama haya, nimeambiwa asubuhi kule nyumbani, kwamba wewe unayeniambia sasa hivi ni marudio. Umeelewa? Mwanamke hivyo hivyo, unamwambia mwanamke wangu, hiyo nguo imekupendeza, hiyo nguo imekufiti vizuri. Akienda barabarani, wanaume wanapomwambia we umependeza, hiyo gauni limekupendeza, ni marudio. Mume wangu alishaniambia hiyo, wewe sio wa kwanza. Kwa hiyo haimshitui, ndoa yako inabaki salama. Umeelewa? Hata kwenye kushukuru na kila kitu, hayo yote yanajenga ndoa. Ninakuacha na challenge moja, changamoto moja ikuchanganya akili yako. Baba, mara ya mwisho kufunga gauni, zipu ya gauni la mke wako ni lini? Anavaa, ukaja nyuma yake ile magauni yenye zipu nyuma, ukamsaidia kupandisha zipu kuifunga. Mara ya mwisho ni lini? Mama, mara ya mwisho wakati baba anavaa shati lake, ukamsaidia kufunga vifungo vya shati lake, mara ya mwisho ni lini? Hebu fanya hivyo. Fanya hivyo. Lakini nina wasiwasi na wale wa mama ambao siku hizi amvai tena yale magauni yenye zipu. Mnavaa madera ya mgongo wazi. Mzee atafunga zipu gani kwenye mgongo wazi? Tujirekebishe kwenye mavazi. Kila mavazi ambayo tunavaa yana lugha ya kimapenzi, yana lugha ya upendo. Atakufunga zipu saa ngapi akwambie mama unapendeza? Gauni madera ya mgongo wazi hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo basi tujitahidi kuleta hizi lugha za upendo kwenye ndoa zetu kwa matendo na kwenye kuongea, ili tujenge ndoa zetu, tujenge mahusiano yetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwenye hizi ndoa zetu, kwa sababu upendo unapotawala ni Mungu anatawala.